Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu kwenye maisha yetu ambazo zimekuwa za baraka sana sana sana. Basi nakukaribisha sana ujisikie furaha kwa pamoja nami. Tumefika kitabu cha Zaburi kilichoandikwa na Daudi na baadhi ya waandishi. Kitabu cha Daudi, yani Zaburi. Tuanze kabisa sura ya kwanza, tuone kuna ahadi iko hapo imetajwa. Anasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya njia, kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila litendalo litafanikiwa. Sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, ni furaha yangu kukuletea ninachokuletea. Endelea kukipokea, maana kina baraka, kimejaa mafuta, kimejaa baraka za Bwana. Hapa tunakutana na ahadi ambayo ni nzuri sana. Tunakutana na ahadi nzuri kabisa. Hapa mwandishi wa kitabu hiki anasema, heri mtu asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Maana yake hapa wanatajwa wenye haki. Mtu mwenye haki haendi kwa wasio haki, wala haketi kwenye baraza lao, kwenye mizaha yao, hashirikiani na watu wasio haki, lakini anashirikiana zaidi na neno la Mungu. Anasema, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Mtu mwenye haki anapendezwa sana na neno la Mungu. Sheria hapa maana yake neno la Mungu. Analitafakari mchana na usiku, maana ndilo linalompendeza. Yeye hapendezwi na ulimwengu huu, hapendezwi na mambo yaliyomo, hapendezwi na kila kinachotokea, lakini yeye anapendezwa zaidi na neno la Mungu. Mtu huyu ni mtu muhimu sana. Mtu huyu ni muhimu sana sana, mwenye haki. Na wewe ni mwenye haki? Hebu tuone faida anayopata. Anasema, atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya maji, unaozaa matunda yake kwa majira yake. Mtu mwenye haki anafananishwa na mti ulioko kando ya mto, uko karibu na maji, unanyonya kila wakati maji na unazaa matunda yake kwa majira yake bila kupungua. Mtu huyu anafananishwa na mti ulio kando kando ya maji. Halafu anasema, huyu mtu sasa, kama vile mti unavyozaa matunda, na yeye ndivyo atakavyofanikiwa sana. Na yeye ndivyo atakavyofanikiwa. Maana anasema, wala jani lake halinyauki, na kila litendalo litafanikiwa. Mwenye haki kila analolitenda litafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu ni mwenye haki. Mwenye haki huchukizwa na mabaya. Mwenye haki hafurahishwi na mabaya. Mwenye haki hafurahishwi na yanayotokea yasiyofaa, lakini yeye anajishughulisha sana na yafaayo, hujishughulisha sana na haki, hujishughulisha sana na amani. Mtu mwenye haki anaona haki inapotendwa vibaya anaumia sana. Anaona pale jambo linapotakiwa linyokee upande huu halafu linaenda upande ule, anaumia sana. Mwenye haki ni mtu mwanana, ni mtu ambaye yuko amejaa upendo. Hangependa kuona watu wakionewa, lakini angependa kuona watu wakitendewa haki zao. Kila mmoja angefurahi kumuona akifanyiwa linalompasa.
Biblia inasema mwenye haki atafanikiwa sana. Kwa nini? Kwa sababu analipenda neno la Mungu, anampenda Mungu na kumtumikia kwa moyo. Kwa hiyo Mungu anampa kufanikiwa sana. Anasema na kila litendalo litafanikiwa. Mpendwa mtazamaji wangu, mimi sijui unafanya biashara gani, sijui unafanya nini, sijui uko kwenye ofisi gani, kwenye kampuni gani, sijui uko kwenye shirika gani, sijui unajishughulisha binafsi kwa kitu gani. Lakini Biblia inaniambia wenye haki kila analolitenda litafanikiwa. Nikuombe sana mpendwa mtazamaji wangu, jiepushe na makundi yasiyo na maana. Jiepushe na watu wasio na maana. Jiepushe na watu wanaobeza. Jiepushe na wanaobeza neno la Mungu. Jiepushe na watu ambao hawampendi Mungu. Lakini shikamana na wale ambao wanampenda Mungu na kumtumikia kwa moyo. Nakwambia kila utakalolitenda litafanikiwa. Je, nani angechukia mafanikio? Hakuna ambaye angechukia mafanikio. Kila mtu anatamani mafanikio. Lakini yatakuja tu pale tu ambapo litafakari neno la Mungu mchana na usiku, siku zote za maisha yako. Mungu wangu akubariki, akusaidie. Uwe na wakati mzuri. Kaa miguuni pa Bwana. Soma neno la Mungu kila wakati na kulitafakari usiku na mchana. Maana anasema na sheria ya Bwana ndio impendezaye, naye huitafakari mchana na usiku. Sheria yake huitafakari mchana na usiku. Hii Biblia hebu isome mchana na usiku. Isome mchana na usiku. Yaani kuanzia asubuhi unaweza ukapanga muda wa kusoma, usiku pia kabla ya kulala ukajitafutia muda wa kusoma, ama ukaamka katikati ya usiku ukapata nafasi ya kusoma neno la Mungu. Ukilitafakari usiku na mchana, kila utakalolitenda Mungu atalibariki. Mungu ni wa ajabu, anatamani sana watu wake wamheshimu, wampende, walipende neno lake. Hivyo watafanikiwa. Nami najua utafanikiwa tu endapo utajitia moyo katika kulipenda neno la Mungu na kulitii. Tukutane wakati unaokuja. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.